Kwa hiyo pochi, nyanyua pochi juu, sema pochi oe. Katika pochi hii bwana, kuna vitu vya maana ambavyo havitakiwi kukosekana katika pochi. Jambo la kwanza, ukiwa kama mwanamke unayejitambua na kujielewa, hebu ngoja kwa haraka haraka, unayejitambua na kujielewa, hebu naomba uingie kwenye pochi yako ili tuweze kutambua kama wewe ni malkia wa dhahabu. Ni lazima uwe na lipstick au lip gloss. Ingia kwenye pochi shoga yangu, leta lipstick. Wewe nyanyua lipstick yako juu. Hey! Lipstick iko wapi? Piga kelele! Wewe! Jao! Weka juu! Lipstick oye! Wewe! Swende! Studio! Lipstick oye! Lipstick safi. Wanawake nisikilizeni, sema ninakupa siri na siri ya maana sana. Naomba tuwe kimya tusikilizane. Wanawake tunapenda kuzungumza sana. Tunapenda kuongea na maneno yetu yanatufungaga wenyewe. Wanawake tunapenda kurumbana. Kwa hiyo kuanzia leo kazi ya lipstick ni kukaa kimya. Hebu sema nitakaa kimya. Haijalishi wanakufanyia nini, haijalishi wamekusema nini, hautakaa wajibu hata siku moja. Utafanyaje? Utawapakia lipstick. Kwa sababu na mimi nimepata leo nafasi ya kusoma kutoka kwa dada yetu Lilian. Nimepata nafasi ya kujifunza. Na lipstick yangu nilionayo kwenye handbag alinipa Mama Samia. Na sio mimi peke yangu, tulipewa wanawake wengi, lakini bahati nzuri mimi ya kwangu natembea naye. Sasa nitarudi nikamwambie, nilikuwa sijui maana ya lipstick ile. Sasa nimeelewa kwamba kunyamaza kwingi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, haswa anaposemwa kwa kiwango kikubwa sana na wapinzani, ni kwa sababu ya lipstick. Ama kweli leo mimi nimeiheshimu lipstick tena zaidi na zaidi. Dada yetu aliyetoka Dar es Salaam, mwongeaji mzuri, na mimi leo nimejifunza namna ya kutoa mafundisho. Usiseme tu bila kuchombeza. Kwa kweli umetisha, hongera sana. Na ningekuwa naruhusiwa itifaki inizuia ningekuomba namba, lakini basi nimeahirisha kuomba namba. Nilikuwa nalinganisha hotuba ya kwako na ya mkurugenzi. Ya mkurugenzi yani imenyoka, haina hata vionjo. Lakini yule dada yetu yule, sijawahi kumuona dada wa namna ile. Hongera sana. Umetupa heshima kubwa, na kwa kweli hatuna budi kuendelea kuibua watu wenye uwezo wa kuzungumza kama hawa. Mimi sikujua kabisa. Ilivyokuwa mnanyanyuliwa pale mmeshikilia hivi, nikanasema nini hivyo vimeshikiliwa? Najaribu kuangalia, nashindwa kuviona. Sasa mgeni rasmi pale, yeye anazo lipstick, lipstick ziko 5, ziko mle ndani mle. Sasa nilichofundishwa leo kwamba kumbe kufanya hivi ni kukaa kimya. Na nataka niwaambieni, lile fundisho ni fundisho kubwa sana. Unaweza kuishinda vita kwa kukaa kimya.
na si kila jambo ambalo unaona unaweza kupambana nalo lazima utamke. Wakati mwingine ukikaa kimya unamwadhibu zaidi aliyetegemea umjibu. Sasa wewe unakaa kimya, anaumia zaidi, anazidi kupayuka. Kwa hiyo tuzingatie mafundisho tuliyoyapata, na mimi nachotaka tu kuahidi tutafanya hivyo.